Mungu, tunatafakari neno. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali, atakaye litafakari neno ndiye atakayepata mema. Haleluya. Atakaye litafakari neno ndiye atakayepata mema. Mungu hawapi kila mtu kitu. Sisi tunasema Mungu hana upendeleo, lakini Biblia inasema ufahamu mwema huwa unaleta upendeleo. Kuna vitu vya Mungu ukivijua itambidi tu Mungu akupendelee, hata kama una mapungufu fulani ambayo kwa jinsi ya nje watu wanaweza sema haufanani au hautoshei kwenye nafasi fulani. Lakini Mungu anapokugundua una vitu unavyovifahamu kwa ziada kuhusu yeye, itabidi akupendelee wewe. Mwambie jirani yako, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Usikubali tu kukaa. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kukaa kwenye makutaniko ya watu wa Mungu, usikae tu kizembezembe. Ufungue ufahamu wako kwa maombi. Mwambie Mungu, ninaomba ufungue ufahamu wangu ili nipate kuyajua yaliyositirika katika neno lako. Sisi tunafahamu Mfalme Daudi aliwahi kuomba hiyo sala kwenye kitabu cha Zaburi ya 119. Akamwambia, Bwana, ninakuomba uyafungue macho yangu nipate kuyaona maajabu yaliyositirika katika sheria yako. Kama neno mengine, kwa nini Daudi alikuwa na upendeleo mkubwa sana kwenye maisha yake na kwenye familia yake ndio iliyochaguliwa na Mungu, kwamba Masihi au Mwokozi wa ulimwengu atatokea kwenye ile familia yake. Unajua ni heshima kubwa kuliko heshima zote duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini cheki mtu anapata hiyo heshima. Sio kwamba kulikuwa hakuna watu bora zaidi kwenye nyumba ya Yuda kuliko kwenye nyumba ya Yese. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba kulikuwa hamna watu wazee, lakini Daudi au kwenye familia ya nyumba ya Yese ndio ilikuwa imetengeneza aina ya mtu wa Daudi kutokana na maisha waliokuwa wakiishi ya kumtafuta Mungu kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama tunaenda pamoja. Kwa hiyo asubuhi hii ya leo unapopata nafasi ya kuwa kwenye hii imani ya kumtumikia Yesu, ya kumfuata Yesu, ya kumwamini Yesu, itumie vizuri, kwa sababu inaweza ikakupatia fursa ambazo sio kila mtu anazo dunia nzima. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Ayubu 22:23 au 23:22. 22:23. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyofanya nini? Yatakavyokujia. Kwa bidii kubwa unapaswa kuiweka kama mtu wa Mungu ni kumwomba Mungu ayafungue macho yako ya moyo. Yale ambayo Paulo aliwaombea Waefeso kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 1. Akamwambia macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mpate kujua tumaini la mwito. Haleluya. Mwito wenu jinsi lilivyo na ubora wa ukuu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunapokuja kwenye mazingira kama haya, hata kama unaona namna gani vipi, nataka nikuhakikishie Mungu yuko katikati yetu na anaangalia mioyo yetu. Kiu yako kwa Mungu ni nini? Ndicho kitu kikubwa sana Mungu anachokiangalia cha kwanza. Unatamani nini kutoka kwa Mungu? Mungu anaangalia sana moyo wenye shauku. Bwana asifiwe sana. Sasa Daudi anasema kwenye maisha yake, Bwana, ninakuomba unifungue. Kwa hiyo alijua kabisa kwenye hiyo Zaburi ya 119 anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Lakini yani haitoshi tu moyoni mwako kuwa na neno jingi la Mungu. Inahitaji neema tena ya ziada ya wewe kuyatambua yale yaliyomo moyoni mwako yanayotoka kwa Mungu. Yani inahitaji tena Mungu akuguse huko ndani ili upate kulijua neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio Mafarisayo wengi walifeli. Walifikiri tu kusoma na kuyachunguza maandiko kwa tosha. Hawakujua ya kwamba unahitaji msaada wa juu wa kimungu ili upate kuyajua maandiko na uweza wa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maisha yako, kwa mfano mimi namuomba Mungu, naomba unifunue moyo wangu, macho ya moyo wangu uyafunue ili nipate kuyaona maandiko wazi wazi. Yasiwe katika ile hali ya mafumbo ya kufichwa. Nifunulie moyoni mwangu akili za roho, niweze kupata kuyajua maandiko ili niweze kuona utajiri wa ufahamu na hekima ya Mungu jinsi ulivyo mpana. Haleluya. Sio kama tunaenda pamoja. Hizo ndio vitu unatakiwa uombe kwa Mungu. Kwa sababu unapokuwa umefahamu zile vitu, ndio zinasababisha vitu vizuri vikupate kwenye maisha yako, vitu vizuri vya kiroho na vitu vizuri vya kimwili vya hapa duniani. Kwa sababu Biblia inasema wazi kabisa, atakayelitafakari, sio atakayelisoma. Watu wengi wanafikiri kitu ni kusoma. No, atakayelitafakari neno ndiye atakayepata mema kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaja unatafakari jambo fulani kuhusiana na Mungu. Bwana ndiye mchungaji wangu,
sitapungukiwa na kitu. Unatembea tu njiani, unapita kule, unaenda kufanya kazi zako, lakini moyoni mwako, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unaanza kulitafakari lile neno. Unapokuwa na tafakari, litafunuka ndani yako katika upeo ambao halijawahi kufunuka katika moyo wa mtu mwingine yeyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na likishafunuka, kuna kitu litaachilia kwenye maisha yako. Linaweza likaachilia afya, linaweza likaachilia nguvu fulani ya kimungu ya kuanza kukupeleka kwenye dimensions za kiroho, linaweza likaachilia upako wa kimungu wa kitumishi, linaweza likaachilia upako wa kibiashara. Unashangaa ukigusa kitu, yaani unaona kama mtu, unajua kwa nini kule mjini Kariakoo kuna wale wa machinga wanaotembeza nguo, unakuta kashika jeans 5. Wale sasa sana. Unakuta kashika jeans 5. Ana duka, anatembea tu pale nje, ana bwana wewe jinsi hapo. Sasa kuna watu nasikia anaenda dukani, duka la mtu. Anaenda, baba nipe jinsi hata 5 hapo kwanza. Ana hela, nipe tu sababu si mnajuana kule. Anaenda anauza, anakuletea ile hela hapo ulimwambia. Kama umwambia jinsi yangu bwana wewe niuzie 20,000 kila jinsi. Yeye anaenda anauza 30,000, 25,000. Sometimes anampiga mtu hata 40,000. Na watu wananunua viatu hivyo hivyo. Anaweza akauza hata jinsi hata 70 kwa siku, kuanzia asubuhi mpaka jioni, usiku saa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila yule jamaa kule dukani ameanza kutaka kauza jinsi 5, 10 kwa siku. Yaani mtu ambaye hana duka, sio unaona. Kwa kuna mtu mwenye ana neema. Kuna vijana wanayo neema. Sijui kama watu wengi wanamjua Masanja Mkandamizaji. Huyu Masanja sasa hivi ni askofu wa makanisa ya nini? Ya Free Field Church. Sio? Alikuwa machinga mkubwa sana hapo Buguruni. Kipindi kile soko kubwa lilikuwa Buguruni. Wakati nakumbuka Buguruni ile ilikuwa kama Karume pale. Ameuza sana majinsi, t-shirt, ndala, viatu, ameuza sana pale yule jamaa. Nasikia alikuwa anatembeza mpaka kwenye magari pale. Zamani kulikuwa gamna kile kiflyover pale. Kulikuwa gamna pale. Kwa hiyo palikuwa pana foleni hatari. Sasa pale ndipo alikuwa anatembeza kwenye magari pale. Magari ya foleni kubwa anatembeza, anauza. Ameuza sana pale yule jamaa. Masanja. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na kibali tokea akiwa kijana mdogo. Ameuza, alikuwa anapekua hata ndala hafai. Ndio story yake. Alikuwa anashuhudia siku moja kwenye FG station gani ya radio. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anauza sana mpaka watu walikuwa wanampenda, yaani watu wanamwamini, wanampa matisheti, wanampa vitu, anauza pale. Viatu ameuza sana pale yule jamaa. Miaka hiyo, kipindi hicho za comedy, kabla ya za comedy japamba moto, nikiwa form 2. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama tunaenda pamoja. Lakini hiyo yote ni kibali. Hebu sema kibali. Sema kibali. Sasa yule jamaa alikuwa anampenda Mungu tangia akiwa mdogo. Alikuwa anasikiza watumishi wa Mungu, japo alikuwa bado hajaokoka vizuri, lakini alikuwa anampenda Mungu. Kwa Mungu alikuwa ameshampa kibali, ameshamchagua tokea zamani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa unatafakari maneno ya Mungu, unapopata muda wa kutafakari, yaani nataka nikwambie manufaa unayoyapata ni makubwa kwenye ulimwengu wako wa roho na ulimwengu wako wa kimwili kuliko hata ungeenda kufanya kazi mgodini ukapata almasi au tanzanite. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunajua Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali, Biblia inasema pokea mafundisho yangu kuliko fedha. Haleluya. Mungu anasema pokea mafundisho yangu kuliko fedha, kwa sababu ni ya thamani kwa yeye anayezipata kuliko dhahabu safi. Biblia inasema ni ya thamani mno maneno ya Mungu. Mafundisho ya Mungu au maongeo ya Mungu yana thamani kubwa, yana manufaa makubwa kwenye maisha yako ya kiroho na ya kimwili kuliko mtu anayepata dhahabu sasa hivi kule kwenye mgodi ambako tu wanachimba madini sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unafikiri hizi ni stories zimeandikwa? No, ni kweli kabisa. Nataka nikuhakikishie, muda wako unaokaa hapa haupotezi. Unafanya uwekezaji mkubwa ambao utakunufaisha wewe pamoja na uzao wako na vizazi vyako hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi alijikoga, najua yale magitaa alikuwa anapigaga kule enzi zake za kuchunga kondoo, kwamba alikuwa anaupendeza moyo wa Mungu. Yaani magitaa yake anachunga kule kondoo, anamnyea, wanafanya nini? Wanamkimbala, ameacha kupiga gitaa, kimbiza kondoo, amemrudisha kondeni, amerudi, anaendelea kuimba nyimbo zile za. Alikuwa anajua kwamba alikuwa anaupendeza moyo wa Mungu mpaka akamchagua kwa mfalme. Sio tu mfalme, Mungu akasema Kristo atapitia hapa kwa mtu wa namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Angejua, akujua, yeye alichukulia tu kawaida. Yeye alikuwa tu kama mimi na wewe leo hivi. Ndio maisha yalivyo, yani ndivyo alivyokuwa. Akujua kwamba dunia nzima yeye alikuwa anaupendeza moyo wa Mungu kuliko mtu mwingine awaye yoyote. Alikuwa anapenda Mungu, anapenda sheria ya Mungu. Zile siri za Mungu alizijua kutokana na neno la Mungu. Hakujua tu hivi kuabudu. Lazima alijua kutoka kwenye maneno ya Mungu.
ambao alikuwa anafundishwa kwenye wazazi wao. Ndio maana nasemaga ibada za nyumbani ni za muhimu sana. Wenzetu Wayahudi wana value ibada za nyumbani kuliko kitu kingine chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wanasali, wanasoma zile maandiko ya Torati nyumbani kwao, kwenye makazi yao, kwenye makampuni yao, wanakutanaga kwenye vyumba vyao maalum. Hata kama wana sinagogi, wanakutanikaga kwenye nyumba ya mtu fulani. Yaani kama Wayahudi wako hapa Dar es Salaam, unajua wapo kwa siri. Si unajua ngayo hivi, hawapendi sasa hivi kujitambulisha kwa sababu wameshakuwa wanawindwa kila mahali, wanaumizwa sana. Kwa hiyo hawatambulishaji utambulisho wao. Mimi nakuhakikishia, nikupe siri. Kuna mahospitali mengi ni ya Wahindi, lakini yale mahospitali sio ya Wahindi, ni ya Wayahudi. Ila wamejitambulisha kwa picha za Kihindi, wametambulisha kama hospitali za Kimarekani, mataasisi ya Kimarekani, mataasisi kutoka Ufaransa, lakini sio ya Ufaransa. Hata Wafaransa hawajui chochote. Ila wako pale, ukienda mle ndani utahudumiwa Kifaransa, utapata mambo yote, utaona kama ni Ufaransa au Uhindi, lakini hamna Mhindi hata mmoja mle ndani. Wote ni Wayahudi, wanafanya biashara zao. Wako bwana, hawafanyi mambo mabaya, wanafanya biashara. Jamani, wafanya biashara. Watu wa fursa, wanaangalia nchi fulani kuna fursa fulani, tukifanya biashara fulani tutapata hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakiwepo popote pale, wanakuwa na kiongozi wao ambaye yeye ndio wanakutanika kwake, wanaendelea kumkumbuka Mungu wao. Wanamtarajia Masihi wao. Mpaka leo wanamtarajia Masihi, wanaamini bado hajaja, japo ashakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.